Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaingia mlango wa 5, mlango unaoitwa mlango wa hukumu ya laana. Mlango wa 5 ni mlango unaoitwa hukumu ya laana. Yesu alitundikwa msalabani, akafanyika laana kwa ajili ya dhambi zetu, na huu ndo msingi wa imani yetu. Kwa Yesu alifanyika kuwa laana kwa ajili yetu, kama kitabu cha Galatia 3:13 kinavyosema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, kwa maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aandikwaye juu ya mti. Hicho ni kitabu cha Galatia 3:13. Kwa tunaona Kristo alifanyika kuwa laana kwa ajili yetu sisi, ili sisi tuweze tukafika kunako ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Kufanyika laana ni kwa sababu sisi sote tulistahili hiyo laana ya Mungu kutokana na dhambi zetu, lakini Yesu alichukua nafasi yetu na kubeba adhabu hiyo ya msalaba. Na wote tunafahamu alifanya hivyo kwa sababu ya kutupenda. Kwa alichukua ile nafasi yetu, akaichukua yeye, akabeba na ile adhabu kwa ajili yetu sisi. Na kazi ya msalaba, alitundikwa pale msalabani, na hicho kitendo hakikuwa cha kawaida, bali kilikuwa dhabihu kamilifu iliyolipa gharama ya ukombozi wetu, ili tupate baraka na uzima. Kwa hiyo tunapoongelea mlango wa hukumu ya laana, maana yake tunaongelea kwa habari ya mlango unaoleta wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunajikumbusha, kwa sababu tunajua kilichotokea msalabani, tunakijua na tukakikubali. Ndio maana mimi na wewe tumeokoka. Lakini je, kile kilichotokea pale na maisha yetu ya wokovu, sisi tuna sehemu gani? Natamani tuangalie hapo siku ya leo. Kwa hiyo mlango wa hukumu ya laana ni mlango unaotuletea wokovu. Bwana Yesu alitundikwa msalabani, alifanyika laana kwa ajili ya dhambi zetu, naye akatutangazia msamaha. Tusome kitabu cha Luka 23 twende mpaka mstari wa 33 na 34. Luka 23 mstari wa 33 na 34. Lakini ni vizuri ukipata muda utaweza ukatajikumbusha
na mistari inayoendelea pale. Neno la Mungu linasema, na walipofika mahali paitwapo fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. 34 anasema, Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kura. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea pale kuna mambo mengi yaliendelea kufanyika. Lakini hoja kuu ni nini? Na kwa nini mimi na wewe tunahitaji tuingie katika mlango wa hukumu ya haki? Kwa nini? Ni kwa sababu kila muamini anayemwamini Kristo anapaswa apite kwenye mlango huu, na kila anayeingia anapokea mvuto mkubwa wa kuwaleta watu kwa Yesu. Kwa hiyo lengo kuu la mimi niliyookoka, wewe uliookoka, ni kuhakikisha unaingia katika mlango huu wa hukumu ya laana. Huu mlango, kila anayeingia, kila anayepita anapokea mvuto. Mvuto wa nani? Mvuto wa Kristo, unaomsababisha aweze kuwaleta watu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa nini tunakumbushwa jambo hili? Kwa sababu ukishaokoka ukafanyika kuwa mwana wa Mungu, kazi ni moja, ni kumtangaza ufalme wa Mungu. Ndio kazi ile. Haya mengine yote hayo ni ya kawaida, lakini kazi iliyo kuu ni kutangaza injili ya Kristo Yesu. Kwa nini tunakumbushana hata hapa tuliposoma kwamba alisulubishwa pamoja hata na wahalifu, alafu pale kwenye kibao cha msalaba unaona pameandikwa, huyu ndo mfalme wa Wayahudi. Ni kitendo cha kudhalilishwa, ni kitendo ambacho kinatia aibu, lakini ni kitendo chenye maumivu. Kwa nini leo tukumbushane habari hii? Kwa sababu inabidi maumivu yatokee ili na ukombozi utokee. Inabidi wakati mwingine na aibu itokee ili na jambo jipya litokee. Tunaongelea habari za Yesu alipopitia hapo, akavaa na laana yetu ili sisi ile laana igeuzwe iwe baraka. Jioni ya leo mimi na wewe tutafakari, ambao tumeokolewa na Kristo. Je, tuko tayari kupitia aibu ya namna gani ili kumtangaza Kristo? Je, mimi na wewe tuko tayari kupitia maumivu ya namna gani ili tumtangaze Kristo? Kwa hiyo mlango huu wa hukumu ya laana ni mlango ambao unatupeleka kunako wokovu. Kwa ni mlango ambao wale ambao hawajaokolewa wanaingizwa.
lakini ni mlango ambao mimi na wewe tuliokwisha kuokolewa tunapaswa kuingia huko ili tukaichape hiyo injili ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mimi na wewe tunahubiriana kila wakati? Sisi kama wana wa ufalme wa Mungu, kwa nini inatupasa tuhimizane? Inatupasa tukumbushane kwa habari ya kufanya kazi ya ufalme wa Mungu. Ni kwa sababu hii kazi ni ngumu. Ni kwa sababu kazi ya kupitia ili mtu apate wokovu. Wokovu ni bure. Lakini hiyo kazi ya kumsababisha mtu aweze kuokolewa inahitaji wakati mwingine ukubali aibu. Inahitaji kujigharimu. Inahitaji kuumia. Kwa tukiangalia kiwango cha Yesu alichopitia ili alete wokovu, sisi tunasogelea tu. Yani hata kipimo hakiwezi kikapimika. Ni kiwango kidogo sana ambacho tunaingia kujigharimu ili tutangaze habari za Yesu. Lakini bado pana kibarua kikubwa cha mtu kujigharimu kwenda kumtangaza huyo Yesu. Kwa sababu gani? Kumpeleka Yesu kuna usumbufu. Kumpeleka Yesu unakutana kama ambavyo Yesu alikutana na upinzani wa dini, wakaongea, wakamdhihaki. Ndivyo ambavyo mimi na wewe tukienda huko mtaani kwenda kumtangaza Yesu, kuna watu tunakutana nao wanatudhihaki. Lakini je, bado tunakubali tudhihakiwe ili bado Yesu atangazwe? Au ukikutana na neno la kukudhihaki unageuka unarudi nyumbani? Mimi na wewe tunaona Yesu alifikia hatua iliyokuwa na maumivu makali. Akatamani hata angeishia pale pale. Lakini bado alielewa ya kwamba ametumwa kazi ambayo ni lazima aikamilishe. Na kama alivyotangaza, ni lazima alichokitangaza na watu wakithibitishe. Kwa akakubali yale maumivu ili aone mwisho ambao ndicho alichoagizwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa faida ya kukubali kuingia katika mlango huu, faida yake ni nini? Faida yake ni kwamba unapoingia katika huu mlango ukakubali, hata kama kutukana utukanwe, hata kama kuumia uumie, wewe hautanyamaza. Utakuwa ni spika ya kusema habari za Yesu. Utakuwa ni spika ya kutangaza habari za ukuu wa Kristo, ili mradi wasioamini waamini, ili mradi wasiookoka waokoke, ili mradi walioko dhambini wapate kupata msamaha wa dhambi. Yesu akikuona nia yako ya ndani iko hivyo, anachokifanya anakupaka hayo mafuta. Unakuwa na mvuto mkubwa, mvuto ambao wakikuona ukiongea unavutia, wanavutwa kwako wewe, wanakuja kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo naongelea mlango ambao ni wa watu wanaowekeza hisa za kumshuhudia Kristo. Haleluya. Kwa hiyo sasa Mungu akiangalia ile nia yako huku ndani ya kutamani wengine waokoke, ya kutamani kutangaza ukuu wa Kristo, ya kutamani wanaopotea wasiendelee kupotea, Mungu akiangalia ile nia ya kule ndani, anaona ni sawasawa
umeamua kuwekesha hisa yako kwenye ufalme wake. Na namna unavyowekeza hisa zako kidogo kidogo, ndivyo ambavyo anaruhusu na wewe upokee. Kwa kiwango cha mvuto wako ni kiwango cha hizo hisa ambazo umewekeza za kutamani kutangaza injili ya Kristo. Naye anasema kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizaa tena. Kwa hiyo kama ni mtu anaenda kushuhudia, lazima Mungu amtengeneze vizuri zaidi, ili anapotokea kwa watu avutie, anapotokea kwa watu aonekane ustawi wake, ili wale watu wasiomwamini Kristo wamtamani yule Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaongelea habari za kukubali kuwa mtendakazi mwaminifu anayehudumia watu kwa moyo wa kujitoa pasipo kujihurumia. Yeye Yesu alikubali kujitoa pasipo kujihurumia. Na mtu ambaye anakubali kumtangaza Kristo ni lazima akubali kujitoa pasipo kujihurumia. Bwana Yesu asifiwe. Uweze ukamtangaza Yesu alafu usikutane na upinzani. Haitakaiwezekane. Kwa vile ambavyo tunasema kushuhudia ni ngumu, watu ni wagumu kuokoka, watu wanang'ang'ania dini zao, hicho kitu ni kopi ya kile ambacho kilishatokea. Hauwezi hata siku moja mtu akaokoka kiwepesi. Na yule anayeokoka kiwepesi, huyo ni bendera fuata upepo. Mimi na wewe wote ni mashahidi. Yaani hata wewe ambaye mpaka sasa umedumu katika wokovu huu, umedumu hata katika mtembeo huu, kuokoka kwako kuwa kwepesi. Si ukumbuke tu bana, kwa kadiri ya gharama yako ilivyo kupatikana, ndivyo kwa kadiri ya gharama ya kusudi lako lilivyo kubwa. Haleluya. Sema, Baba yangu na Mungu wangu, na kushukuru kwa ajili ya mlango wa hukumu ya laana wenye kutuletea wokovu. Baba, asante kwa kufanyika kuwa laana umetupa wokovu. Hebu mwambie Mungu asante, ukimshukuru Mungu kwa ajili ya hilo tendo kuu alilolifanya. Akakubali kuchukua nafasi yako, akakubali kuwa laana ili wewe uwe baraka. Baba, tunakushukuru. Asante Bwana wa mabwana kwa ajili ya mlango wa hukumu ya laana unaotuletea wokovu. Asante Bwana wa mabwana. Ninakushukuru mfalme wa wafalme. Ninakushukuru mwokozi wetu. Ninakushukuru Baba wa utukufu. Asante kwa kukubali kufanyika kuwa laana, kwa kukubali kufanyika kuwa laana, ili yale ambayo tulikuwa tumeyabeba na ule uovu tuliokuwa tumeubeba, wewe ukakubali ukauchukua, tukapata ukombozi na msamaha wa dhambi. Baba, tunakushukuru. Asante Mungu wetu. Asante kwa kukubali aibu, kwa kukubali mateso yote, kwa kukubali kudhalilika kote, kwa kukubali yote uliyoyapitia na aibu zote ulizopitia. Baba, tunakushukuru. Baba, asante.